uwe mwanamme, uwe mwanamke. Ili uje kuolewa au kuoa huwa umetokea kwenye familia. Hasa zile familia ambazo tulitokea mara nyingi huwa zinavunja familia ambazo tumezitengeneza. Kwa sababu gani? Unapooa au kuolewa unatengeneza competition kati ya kule ulikotokea, yani ulikozaliwa, na familia ulioitengeneza wewe kwa mikono yako. Kwa sababu mume na mke hutengeneza familia kwa mikono yao, lakini ili utengeneze familia ile huwa wametokea kwenye familia nyingine. Sasa zile familia ambazo tumetokea, tusipokuwa makini, huwa zinavunja familia ambazo tumezitengeneza. Why? Familia ambazo tumetokea huwa zinataka control. Yani mama yako na baba yako, dada zako, kaka zako bado wanataka control ya maisha yako, na wanaamini kwamba hiyo control mumeo ameichukua au mke wako ameichukua. Kwa hiyo huwa wana fight kuresist mkeo au kuresist mume wako. Hasa hiyo control wakiitaka kwa nguvu sana, huwa wanavunja zile familia ambazo tumezitengeneza. Ni lazima uwe makini unapoitengeneza familia. Hakikisha kwamba ndugu wale ambao ulitokea kwao, kwa maana waliokuzaa na kukulea, wasiwe sehemu ya maamuzi ya familia ambayo umeitengeneza kwa mikono yako. Kuna watu huendesha ndoa zao kwa akili za wazazi wao. Kuna mtu anaendesha ndoa yake kwa akili za dada yake. Kuna mtu anaendesha ndoa yake kwa akili za baba yake, kwa akili za kaka yake, kwamba bado anawaruhusu ndugu zake wale ambao alitokea kwao kufanya maamuzi ndani ya ndoa yake. Ni changamoto kubwa sana kwenye ndoa nyingi. Watu wengi unaokutana nao kwenye session za marriage counseling, malalamiko yao makubwa, hasa wa kike, huwa ni kwamba mama mkwe, wifi, shemeji, baba mkwe wanaingilia ndoa yangu. Yani familia tulizotokea zimetuganda kiasi kwamba tunashindwa kusimamia maamuzi kwenye familia tulizozitengeneza. Familia yako namba 1 ni familia ulioitengeneza. Familia yako namba 2 ni familia uliotokea. Ukitengeneza familia iliyokuwa imara, inakupa nafasi mno ya kufanya vitu vingi kuliko kuitegemea familia uliotokea. Familia uliotokea ni historia tu, kwamba kwa namna moja au nyingine, mimi na kaka yangu tumezaliwa kwenye nyumba moja kwa mzazi mmoja, lakini haimaanishi kwamba maamuzi ninayofanya kwenye ndoa yangu ni lazima yaamuliwe na kaka yangu, dada yangu, mama yangu au baba yangu. Tujitahidi mno kujenga familia imara ili tusizipe nafasi kubwa familia tulizotokea zituendeshie familia tulizozitengeneza.